tunatumia mitandao hii kwa njia ipi? Tunatumia mitandao hii kwa njia ipi msikizaji? Ni kwa manufaa ama kwa kuharibu? Karibu tena mwalimu Alex Lumasia. Tulikuwa tumezungumzia juu ya jinsi ya kudhibiti matumizi mabaya ya mitandao, na tukaweza kuzungumzia juu ya serikali kusaidia na pia wazazi ama walezi kusaidia haswa pale nyumbani. Na labda kibinafsi sasa, kama kijana sasa, your personal opinion, kama kijana unafaa kutumia mitandao kwa njia ipi? Njia ambazo zinaweza kusaidia labda kuepuka yale mambo ambayo yanaweza kukuweka katika hatari, yanaweza kukusababishia ukaweza kupotoka nidhamu na mambo kama hayo. Mwanzo nilisema inahitaji self discipline. Yes. Na hasa kwa vijana ambao wanajua ni kitu gani ambao wanakifanya. Na ningependa pengine kabla tujaenda kwa personal level ya kijana, tuweze kuhimizana kama kanisa na kupitia kwa vitengo vya vijana waweze kuja na mbinu za kuhamasisha vijana kuhusu matumizi bora ya mitandao na matumizi mabaya ya mitandao. Kwa sababu ukijua matumizi mazuri wataweza kuchagua. Kwa sababu katika hali ya kawaida ni kwamba itakana tuwe na namna ya kuchagua mazuri na mabaya. So kwamba watu waelekezwe, vijana waelekezwe kwamba matumizi haya ya mitandao ni mabaya na matumizi haya ya mitandao ni mazuri. Na wataelekezwa kupitia kwa vikundi vya vijana, kupitia hamasisho, kupitia mafundisho, ili waweze kutambua ni jinsi gani ya kutumia mitandao. Nilivyoanza kusema ni kwamba mitandao ni mizuri, teknolojia ni nzuri. Teknolojia inaleta mapato, teknolojia inafundisha, teknolojia inapanua ubunifu, teknolojia inaangaza. So mtu anakuwa katika teknolojia, lakini akitumia zile sehemu ambazo zinafaa. Ile ambayo tunazungumzia, je, vijana hawa watatambua jinsi gani zile sehemu ambazo zinafaa katika mitandao hii. So kupitia kwa vikundi vya kanisa, mipangilio ya kanisa vizuri, wanaweza wakapata nafasi hiyo. Sasa nikirudi kwa ile personal, kibinafsi, kijana binafsi ama mtu binafsi, katika mafundisho ya kanisa Katoliki katekesi ni kwamba tunastahili kuwa katika mafundisho ni kwamba tuwe na ile nia ya kuchagua mazuri na mabaya, na yule ambaye anatusaidia kuchagua mazuri na mabaya ni Roho Mtakatifu. Kwa halafu kitu ya kwanza ni kwamba tuweze kumjua Mungu. Na kitu ya kwanza kama vijana tuweze kumtambua Mungu. Unapomtambua Mungu, unamtambua Mungu katika Utatu Mtakatifu. Unamtambua Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu atakuongoza katika kufanya yale ambayo ni mema. Na utafanya yale ambayo ni mema kupitia kufunuliwa yale ambayo ni mema hayo. Na ni kupitia maelekezi ya kanisa. So ni vizuri vijana wajifahamishe na kanisa. Wawe karibu na kanisa na mifumo ya kanisa, ili waweze kujua ni mambo gani mazuri ambayo tunaweza tukafanya kupitia mitandao. Kwa sababu mitandao, mwalimu, technology imesababisha hasara kubwa sana kwa wazazi. Imesababisha hasara kubwa kwa wazazi kwa sababu vijana wameingia katika mitandao hii, aidha wakaharibika kiakili, wakaharibika wakaharibu maisha yao,
wengine wamefungwa jela kwa sababu waliingia katika technology na wakaingia ndani zaidi na wanafanya mambo ambayo hayafai. Wameingia katika wizi, wametumia wengine, wanapoenda, unajua vijana wanaiga wengine, so wamejikuta katika hali ile mbovu kabisa, wakaharibu maisha yao. Maisha ya wengine imeharibika kabisa. Wengine wameingia katika ulevi kwa sababu wanaiga wengine. Wengine wanafanya mambo ambayo sio sawa kwa sababu wanaiga wengine. Wengine, nilisikia mwalimu akifundisha wakati mwingine sometimes back kuhusu tattoo. Mfano wa tattoo inaitwaje kwa Kiswahili? Sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Ni kwamba kujiweka chale. Chale inaitwa kujiweka chale. So ni kwamba kwa mfano unapojiweka chale, vile mwalimu anasema, pengine umejiweka chale ya scorpion. Sasa wewe wacha tuongeza kiimani, kiroho, kwamba wewe unajishikamanisha na scorpion, unajishikamanisha na roho ya scorpion. Mwingine anachora nyoka. Sasa unajiweka pamoja, unafungamanisha wewe mwenyewe na nyoka. In other words, nikusema kwamba unapenda, unaabudu huyo nyoka. Ama kuna mwingine pengine ameweka chale ya boyfriend wake ama girlfriend wake. Sasa wewe unajifungamanisha na na yule. Sasa inakuwa kwamba umeleta ibada ambayo sio sawa kwenye mwili wako. Na unajua kwamba mwili wetu kama ni hekalu Roho Mtakatifu. So mambo kama hayo. Na mambo yote yanatokana kwa technology, mitandao. La pili, pengine tunaiga, unaweza kuta kama wrestling. Unakuta wale watu wanapiga wrestling. Unakuta mtu sasa amejilinganisha na yule. Hata amejibandika jina la yule, anavaa kama yule na kadhalika. Undertaker na jina. So amejifungamanisha na roho ya yule Undertaker. Sasa mambo yake yote inakuanga ni ile bullish, yani vitu kama hiyo. So inaharibu watoto kwa namna fulani. Hata sasa vile tunasema kwamba watoto wanaingia katika mitandao na wanaona anataka kuiga yule Undertaker. Hata ni mtoto wa miaka 4, 5, lakini anasema mimi ni Undertaker. Vitu kama hizo. So imeharibu maisha ya watu kiakili na kimwili, na imeharibu pia hali ya watu ambao inastahili waige mambo yanayofaa. Naam.